Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeanza mkutano wetu jana tarehe 7 mwezi wa 6 2026. Kanisa la CPC Miracle Center tumeandaa mkutano mkubwa sana wa Injili, na mkutano wetu tutakuwa tunaurusha moja kwa moja kwenye media zetu. Kila tukio litakalokuwa linaendelea kwenye media, wewe unayenitazama kutoka nchi jirani, Uganda, kutoka Kongo, wote tutakuwa pale tukiwarushia matangazo, kila kinachoendelea utakiona. Lakini nataka nikuambie kwamba nimefungua chaneli yangu ambayo ile chaneli inaitwa Moyo wa Huruma. Kwa nini Moyo wa Huruma? Nimegundua jambo moja kwamba duniani kuna kitu tumekipoteza, hakipo. Hata kwenye makanisa, kwenye taasisi mbalimbali, kuna kitu ambacho tunakitafuta na hatujui ni kitu gani tunakitafuta. Tunahubiri sana lakini hatujui ni nini tunachokihubiri. Tunazunguka mashariki, magharibi, kaskazini na kusini na hatujui ni kitu gani tunachokitafuta. Yaani hata walio wahubiri wenyewe baadhi yao hatujui tunachokitafuta. Kuna kitu kimepotea ambacho ndicho tunakitafuta. Leo acha nikuambie ukweli. Kile kitu tunachokitafuta, tunatafuta kitu kinachoitwa moyo wa huruma. Dunia imekosa huruma. Unaposoma kitabu kile cha Mathayo sura ya 14 mstari wa 14, unaona kwamba Yesu alilihurumia kundi. Akapita, akawa anaona kundi linatembea, akawahurumia sana. Kilichoendelea pale ni huruma. Kilichotendeka pale ni huruma. Lakini dunia ya leo haina huruma. Ndio maana unaona watu wanauana wenyewe kwa wenyewe. Ndio maana unaona mauaji yameongezeka. Lakini ukiangalia walioua wana majina ya dini. Waliouawa wana majina ya dini. Je, Mungu anaruhusu vifo? Mungu anaruhusu kuuana? Jibu ni hapana. Kuna kitu kimeondoka katikati yetu. Sasa ndio huo moyo wa huruma. Moyo wa huruma ndio umenipelekea nikaja huku kama unavyoona maporini. Ndio umenipelekea nikaja huku Mkuranga, kama yani ni mahali ambapo ukipaangalia kwa hali ya kawaida unagundua hamna kitu chochote kinachoweza kutamanisha kuja hapa. Lakini ule moyo ulionisukuma ndani yangu ndio ulionileta mahali hapa. Moyo wa kuwahurumia wengine. Wito wangu na malengo yangu kwa habari ya hii huduma ni kuwahurumia watu wasiofikiwa kwa wepesi. Kuna baadhi ya watumishi ambao hawawezi kwenda mahali kama hapa kwa maslahi yao wenyewe. Lakini lengo langu na nia yangu ni kufika mahali kama hapa, kuwafikia wale wasiofikiwa kirahisi. Kwa hivyo nikutie moyo mtu wa Mungu. Nikuelekeze kitu kimoja, kwamba tamani sana Mungu arejeshe roho ya huruma ndani yako. Tamani sana Mungu akutane na wewe, arejeshe roho ya huruma. Uwahurumie wengine, uwahurumie wateswao, uwahurumie walioko kwenye tabu, uwahurumie walemavu, uwahurumie wajane, uwahurumie wagane. Mungu atakutendea zaidi. Swala sio kuhubiri, swala sio kufundisha, swala sio kutenda. Swala ni kwamba unafundisha nini, unatenda nini, unasema nini. Kile unachokisema, hicho ndicho kitakachoamua roho iliyoko ndani yako. Umebeba roho gani? Nataka nikuambie kwamba karibu sana Mkuranga, Kiparang'anda. Hapa tunamhubiri Kristo. Calvary Prayer Church pamoja na timu nzima ya moyo wa huruma itakuwa inakuhudumia ndani ya hizi siku 8. Leta wagonjwa, leta wenye shida, leta wenye matatizo mbalimbali, na Yesu mtenda miujiza atawaokoa. Mungu akubariki sana. Endelea kutufuatilia kwenye chaneli yetu ambayo inaitwa Moyo wa Huruma. Angalia, andika neno Moyo wa Huruma, utaona kila kitu pale kitakuja. Mungu awatunze. Bye bye. Tumetembea na wewe toka mwanzo, uko pamoja nasi. Hapa tulipo ni kwa nguvu zako. Asante.